Tunakutana tena kwenye wakati wa baraka ambao Mungu ametupa, tukiwa tupo katika maombi ya siku 90 na tunaenda kukamilisha ngwe yetu ya mwisho ya kile ambacho tunakifanya, tunatamani Mungu afanye. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ninatamani nikizungumze, na hii ni kutokana na nilipogusia lile eneo la kuhusu kuombea taifa. Nilipozungumza kuhusu kuombea taifa, kuna watu kadha wa kadha ambao hawakunielewa kwenye eneo. Sasa kuhusu kuombea taifa leo nitazama zaidi kuhusu kuombea taifa. Mwana wa Mungu ambaye uko hapa, ambaye pia unaifuatilia au upo katika ibada hii ya maombi, kuna kitu ambacho ninatamani nikufundishe leo kwa habari ya kuombea taifa. Kwanza, tunaposema tunaliombea taifa, tunaposema tunaliombea taifa ama tunafanya maombi maalum kwa habari ya taifa letu, sio kitu ambacho ni chepesi au sio kitu ambacho ni cha kawaida kama vile ambavyo watu wengi au makundi mengi sasa hivi yanafanya. Ni kweli, Mungu awabariki sana. Kuna makundi ambayo yanasimama kwa ajili ya kuliombea taifa. Kuna watu ambao aidha ni vikundi vinavyo au ni kamati mbalimbali ambazo zinaombea taifa. Mungu awabariki. Hasa katika makundi hayo kuna makundi mawili. Kuna makundi ambayo yanasimama kuliombea taifa kwa namna ambayo ndiyo Mungu anataka ifanyike. Lakini kuna makundi ambayo yanasimama kuliombea taifa, nina uwezo kusema kwamba makundi yale hayalengi kuliombea taifa au hayalengi kufanya kile kitu ambacho Mungu anataka kifanywe kwa habari ya taifa. Hii inaweza iko labda Tanzania au ikawa iko labda kwenye nchi nyingine. Lakini kabla hatujafika mbali, hebu niseme jambo hili. Tunaposema tunaliombea taifa au tunaposema kwamba tunafanya maombi maalum kwa ajili ya taifa, tunatakiwa tumaanishe nini? Tunatakiwa tuweje? Hebu tuende katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 7:13 na 14. Biblia inasema, nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapeleka watu wangu tauni. Mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia kutoka mbinguni, wasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Jambo la kwanza tunapozungumza kwa habari ya kuliombea taifa, wahusika wakuu ambao wanatakiwa walete jibu katika habari ya kuliombea taifa ni watu wenye sifa hili. Biblia inasema, watu wangu walioitwa kwa jina langu. Hao watu ni wakina nani? Wale watu wangu walioitwa kwa jina langu. Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Basi sasa, kwa namna hiyo, wale watu ambao wanamfahamu Mungu, wamempokea Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, watakapofanya nini? Biblia inasema, jambo la kwanza, watajinyenyekesha. Kwa hiyo wale watu wale ambao ni wana wa Mungu wataamua kujinyenyekesha.
Jambo la kwanza. Jambo la pili, wakaomba, wakamtafuta Mungu uso, wakaziacha njia mbaya, basi Mungu atasikia na ataiponya nchi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba nchi haina shida. Shida ipo kwetu, mimi na wewe ambao tumeitwa kwa jina la Mungu. Nchi itapona kupitia mabadiliko ya mwana wa Mungu ambaye ameamua kujinyenyekesha, akatafuta Mungu anataka nini, akatafuta ni nini Mungu anataka aishije, afanyeje. Hapo Mungu anaweza akamsikizisha mambo mbalimbali ya nchi, mambo mbalimbali yanayoendelea kwenye nchi. Nchi inamhitaji mwana wa Mungu mmoja ambaye anaisikia sauti ya Mungu. Nchi inataka jibu kutoka kwa kanisa. Wakuu na watawala tokea miaka ya zamani, ukisoma Biblia, walikuwa wanategemea manabii walete jibu. Labda nchi na tauni, nchi na janga, nchi na 1 2 3. Mungu alikuwa anamtumia nabii wake kusema. Sasa hivi je, hayo mambo yameenda wapi? Yameenda wapi? Wana wa Mungu walipoacha kujinyenyekesha, wakaingia kwenye show na mikumbo. Wewe haujui ni kwa nini Shadrach, Meshach na Abednego walisema kwamba hatutakula chakula cha mfalme, hatutakula chakula cha Kikaldayo. Kwa nini walisema hivyo? Ni ili waweze kusikia Mungu anasema nini kwa habari ya nchi. Kwa hiyo waombaji watakapojinyenyekesha, na kujinyenyekesha sio kwenda kwenye screen, sio kwenda kwenye kwenye maeneo ambayo wataonekana. Wakajinyenyekesha wakiwa majumbani. Hakuna mtu ambaye ameweza kuisikia sauti ya Mungu akiwa katika eneo la kujionyesha. Hapana. Biblia inasema katika Zaburi ya 91, aketie mahali pasiri, aketie mahali pasiri. Yesu alikuwa, ili apate habari yanayoendelea, alikuwa akijitenga. Kwa hiyo ina maana sana wale waombaji walioko Tanzania au walioko Kenya au walioko Uganda au walioko nchi fulani, wanajitenga, wanajificha, wanamuuliza Mungu, una habari gani kuhusu taifa hili? Sipingani na maombi ambayo yanafanyika, kwamba kuna matamasha ya kuombea Tanzania. Hiyo ni nzuri, hiyo ni nzuri, lakini kuna hatua zaidi ambayo mwana wa Mungu yule ambaye ameitwa kwa jina la Mungu, kuna hatua zaidi ambayo anatakiwa aende, aifanye, aichukue. Akaamua akasema ni kwamba sio lazima nionekane, sio lazima nijulikane na askofu fulani, lakini kikawepo kikundi cha maombi. Sio lazima kijulikane na kanisa, sio lazima kijulikane na waziri fulani, sio lazima kijulikane na mheshimiwa rais, sio lazima kijulikane sijui na mkuu gani wa dini. Hapa kikaamua kikafanya kama kile ambacho walifanya. Kumbuka wakati ambapo Mungu alitaka kulipiga taifa la Ninawi, Yona akaenda akawapa taarifa. Wale watu wakavaa nguo za magunia, walivua zile identity zao, walivua titles, wakaziweka mbali, wakaanza kumtafuta Mungu. Ule mji wa Ninawi ulipona kwa watu ambao walivaa mavazi ya gunia, wakajificha mpaka wanyama. Wana wa Mungu, kuna show zingine zitakuja kutufanya tusilete tija kwenye taifa la Tanzania ambalo linamhitaji Mungu. Kanisa linahitaji kutoa majibu ya taifa. Kama kuna janga linakuja, kanisa ama waombaji wale ambao wamejinyenyekesha, wameondoka kwenye maruninga, wameondoka kwenye show, wameondoka unajua matamasha ya kuombea taifa ni mazuri sana, lakini tunafanya hayo ili Mungu atuone au viongozi watuone.
Kuna watu wengine walizungumza na walicomment vibaya pale niliposema kwamba wengine wanafanya ili kiongozi fulani hatuoni. Ni kweli. Kuna wengine tunafanya ile maombi ya kuliombea taifa nionekane kwamba mchungaji fulani na mimi nipo na niombea taifa. No. Hatujionyeshe kwa kiongozi, ila tunajionyesha kwa Mungu ili Mungu aweze kumsaidia yule kiongozi. Unajua Biblia inasema unapotoa sadaka hata mkono wako usijue. Kuna maana kubwa sana hata katika maombi. Unamwombea mtu, sio lazima mtu ajue umemwombea. Sasa Biblia inasema unajionyesha kwa Mungu kwamba umekubaliwa mbele za Mungu, mtendakazi asiyekuwa na sababu ya kutayari, ukilitumia neno la ukweli. Kwa hiyo unapoomba auwi kama mnafiki, kusimama njia panda na kupiga panda kwamba nimefunga, kwamba ninaomba. Sio lazima waziri fulani ajue unamwombea. Sasa hiyo sitakuwa unataka akupe chochote kitu. Kwa nini usipige magoti nyumbani kwako? Hiyo inaweza ikanukuliwa vibaya na baadhi ya watu ambao wanaweza wasinielewe, lakini yule ambaye atanielewa, ninatamani tufike mahali ambapo waombaji, Mungu atawainua waombaji Tanzania ambao sio lazima wajulikane, ila wanaonekana tu wakati wa kuleta majibu. Wakati wa kuleta majibu. Taifa linahitaji waombaji ambao wataleta majibu. Wakati wa mitume na manabii, nabii alikuwa anaenda anajificha. Wakati pia Daudi akiwa kiongozi, alitumiwa mtu alipofanya kosa, mtu akaja akamwambia 1, 2, 3. Tunawahitaji watu wa namna hiyo wakati huu ambao wataleta majibu ya watu, ambao watakuja watasema kwamba tumeona baada ya wiki 2 kuna mvua kubwa itanyesha Tanzania, lakini kuna 1, 2, 3, 4, 5 inatakiwa ifanyike na solution. Walikuwa wanaleta tiba, ni nini kifanyike. Changamoto tulionayo wakati huu, hata kwa manabii tulionao, wanaona jambo lakini hawaleti tiba. Kwa hiyo wanatamani lile jambo hata kama ni maafa litokee ili majina yao yapande, kitu ambacho sicho. Kuna tofauti kati ya unabii na mtu mwenye zile hisia au misisimko ya kinabii. Kwa hiyo tunatamani neema ya Mungu sana katika waombaji wale ambao wanaliombea taifa. Wale waombaji ni kama hivi lilivyo katika kila taifa. Kuna walinzi wa siri wa taifa, au tunaweza tukasema kuna wale ambao kazi yao ni kuangalia usalama wa taifa lile. Wengine hatuwajui, wengine wanafanya kazi tofauti, lakini wanafanya kazi za kulinda usalama wa taifa. Wengine ni wauza mboga, lakini wanafanya kazi ya kulinda usalama wa taifa. Vivyo hivyo na wale wanaoliombea taifa. Sio lazima kwenye daladala tujue kwamba ndio unaliombea taifa. Sio lazima ukiwa sokoni umevaa t-shirt imeandikwa kwamba tunaiombea Tanzania. Ni nzuri, lakini ili taifa liwe salama lazima wawepo waombaji wengi wa siri ambao kazi yao ni kuomboleza na kuliombea taifa. Lazima tuweke wazi, lazima tuweke bayana. Kwa hiyo wana wa Mungu, ili nchi ikae sawa, lazima kanisa, jambo la kwanza ambalo lazima kanisa linatakiwa lichukue hatua, lazima kanisa lijinyenyekeshe. Liondoke kwenye competition, liondoke kwenye ligi, liondoke kwenye ushindani, liondoke kwenye kusema kwamba mimi nina washirika wengi, mimi nina washirika wachache. Lifike mahali ambapo litaweka uwiano sawa na kumlingana Mungu. Linyenyekee. Yule mchungaji mwenye washirika 50,000 anyenyekee, na yule mchungaji mwenye mshirika mmoja anyenyekee. Waje pamoja, waanze kuliombea taifa kwa unyenyekevu. Kiburi kiwekwe mbali, majivuno yawekwe mbali. Hata kama Mungu anakutumia kufufua watu, unyenyekevu uwepo. Nchi inapona pale ambapo wanakuwepo watu wanyenyekevu. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, lazima maombi
yale yanayomlingana Mungu, sio maombi ya kujionyesha, sio maombi ya mapokeo ya kibinadamu, maombi yanayoongozwa na Roho. Lakini jambo la 4, kumtafuta Mungu uso, sio kutafuta nini kinatakiwa nifanye. No, kumtafuta Mungu uso, kumtafuta Mungu uso. Lazima tufikie hatua ya kuutafuta uso wa Mungu. Musa anakaa siku 40 mlimani akiutafuta uso wa Mungu. Anakuja na majibu ya wana wa Israeli. Yesu kabla hajaanza huduma anakaa siku 40 mlimani, anakuja na majibu ya ukombozi. Lakini kuziacha njia mbaya, zipo njia mbaya ambazo lazima kanisa lifike mahali tuache. Ziko njia mbaya. Biblia inasema katika Isaya 59 mstari wa 1, tazama mkono wa Mungu ukupungua usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito lisiweze kusikia, lakini maovu yetu yametufarakanisha na Mungu na dhambi zetu zimetutenga. Kwa hiyo kuna njia ambazo lazima tuziache kama kanisa, kama wana wa Mungu, kama waombaji ambao tunalibeba taifa la Tanzania. Na tutakapofanya hayo, moja kwa moja Mungu atasikia kutoka mbinguni, ataiponya nchi. Nchi ikipona, kuna mambo ambayo utaona yanabadilika. Kuna vitu ambavyo utaona vinabadilika katika nchi. Utaona maendeleo. Sio wakati wa kusimama na kusema, sikiliza, nchi yenyewe bila msaada wa Mungu haiwezi katoa majibu. Kuna vitu vingine, Biblia inasema nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Kwa hiyo tutakapoiombea nchi na kusimama katika mifumo na misingi ya kimaombi yanayoongozwa na Roho Mtakatifu, kuna vitu tutapambana sana, kuna vitu vitakuwepo. Mungu atazalisha ajira. Mwenye uwezo wa kuzalisha ajira ni Mungu, maana anasema nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Kwa hiyo mwana maombi mmoja anaweza kazalisha ajira katika ulimwengu wa roho. Anazalishaje? Ataomba. Anaweza akasema, leo ninamuombea waziri wa kilimo, akapiga magoti siku 14, siku 21, miezi 3, anamuombea waziri wa kilimo. Baadaye waziri wa kilimo na kamati yake wanakuja na wazo kwamba eneo fulani la Mufindi tumeona tuanzishe mashamba, kwa hiyo tunaajiri watu. The same kwa waziri wa elimu, kwa rais anahitaji maombi ya mtu mmoja. Mawaziri wanahitaji maombi ya mtu mmoja. Unahitaji kumwombea sana kuliko kwenda kukaa naye. Tutakapofanya namna hiyo, tutajikuta tuna nchi ya baraka. Na hilo ni jambo muhimu sana kwa wana wa Mungu. Katika kipande kijacho nitaendelea kukufundisha kwamba ni nini maadili ya mtu ambaye anapaswa kuliombea taifa. Kwa leo, hebu nenda na ujumbe huo.